bwana, leo hii tunaanzia nyumbani kwa mzee Haruni. Familia nzima ilipata kuandaa sherehe kubwa kwa ajili tu ya kumfariji mzee Haruni. Sherehe hiyo ubikwa na mambo mengi na watu wote, familia nzima ilipata kushirikiana ili kwa ajili tu sherehe iweze kwenda sawa sawia. Kila mtu alikamata sekta yake ya kufanya kazi. Mwisho wa siku pale ambako alikusudia kupapamba pakapambika. Pakafika jioni yake, familia ikakusanyika. Mzee Haruni alipata kuishukuru familia yake yote kwa sababu leo hii wanaenda kupata chakula cha pamoja cha usiku bila kuwa na kero zozote za kukwazana. Kitendo kile bana kilifanya hata naye bwana mkubwa Kema atie neno kwa kusema kwamba anafurahi kuwa kama sehemu ya familia na anatamani kuendelea kuwa baba bora, mzazi bora. Kitendo kile bwana mkubwa Mahiri akajisikia kama amepigwa dongo, naye akajibu kwani unasema nani vidongo fulani, wakaanza kutupia Mahiri pamoja bwana mkubwa Kema, ila wakaanza tu kula. Katika kula alikaanza kujipitisha bidala Eliada akashikwa bega na bwana mkubwa Nekmi. Sherehe pale kaanza kaendelea. Akaja jamaa mmoja hivi anapiga muziki pale tati. Mzee Haruni alipagaa kinoma. Akasema hili wazo limetoka kwa nani? Akasema limetoka kwa Rachi. Rachi. Baba chezeni. Kwa Binendo pamoja mume wake bwana mkubwa Mahiri wakasimama na kuanza sasa kuserebuka hao wawili. Katika kule kuserebuka bwana mkubwa Rachi akapata kupigwa simu na Isat. Akaenda pembeni kuipokea. Wakati ameanza kuongea na Isat, dogo janja Alkan akamwambia hivi, nina jambo nataka kuzungumza na wewe pamoja na mke wako na mwanao Eliada. Akasema hivi, ni jambo gani? Nipo pale sebleni, naombeni mje wote tuzungumze na tuyasikilize. Wakafika mpaka sebleni. Kufika mpaka sebleni bwana mkubwa Alkan alichokifanya akatoa ile voice note ya bwana mkubwa Nejmi akiwa anasema kwamba yupo hapo kwa ajili tu ya kuiba mali zote familia Derimihan. Jambo lile limkwaza sana Rachi na kwanza kumshushia kipigo kikali bwana mkubwa Nejmi. Baada ya kufika pale na kutaka kujua nini kinachoendelea, Nejmi mwisho wa siku akafukuzwa na familia yule bidada Eliada. Akaambiwa toka, usitutishe, wewe ondoka. Bidada yule akasema hivi, Nejmi nataka talaka yangu. Mwisho wa siku bidada yule akakumbatiana baba yake pamoja na Alkan huko akimwambia, baba na kuomba unisamehe. Tukirudi upande wa pili kule kwenye sherehe pale, sherehe ikaenda mziki ule kaisha wa bwana mkubwa mzee Haruni pamoja mke wake wakaacha kucheza. Katika kule kuacha kucheza, bidada wakiwa pale anacheza mziki mwingine, bwana mkubwa sasa ule mziki kwa napendo bwana mkubwa Kema anaturudisha nyuma miaka 18, enzi hizo ambako siku moja yeye pamoja bidada Asia walipata kwenda outing, na kwenda kule outing wakawa naimba ule wimbo ambao unapigwa leo hii. Na ule wimbo bana alikuwa akimwimbia sana bidada Asia, kiasi ya kwamba ikabidi yeye na Asia wake wasimame na kuanza kuserebuka. Walipigiwa sana makofi. Yale makofi aliyoshishiwa ni ya nguvu, sio ya kipolepole. Mwisho siku bwana mkubwa Kema akainuka na kusema kwamba anaenda msalani. Zaidi akafika pale na kusema kwamba nimemfukuza yule mshenzi, kumbe alitaka kuchukua mali zetu zote. Akamwambia unamaanisha nani? Anambia anamaanisha Nekmi ni mshenzi sana. Kwanza sitaki nimuongelee, asije katuharibia mudi yetu. Kabidi tu bidada Zaidi aendelee kucheza zake muziki, huku Mahiri pamoja bidada Asie wakiwa na wasiwasi